Baba Tata mwenyewe ametoka hapa. Ametoka hapa? Amjapishana na njaa. Fresha ametoka hapa. Tunaishi naye nyumba kimoja. What? Ndio, mume wangu amemleta kama mgeni. Kwisha habari yako. Tunafanyaje? Hata msijui dada yangu kama tufanyaje. Sasa unaenda wapi? Nikisema nibie mtoto wako ni damu yangu, na kama ni damu yangu mwenche wewe kwa mke wangu. Sawa. Wewe. Mbona kama mwanaume mwenye wewe irresponsible. Tepi mimba. Toto la komala mpaka nivenye iko mule. Au sikia haya au baba mzima kwenda mume. Kwa mtu ya nini ya ujui. Na ndio maana unasema vile. Me kitu mwenda kuambia Doris. Pele ngani kwa mara ngapi kama mimi nakupenda. Samahani. Kwa kitu nimesahau mimi nakirudilisha nenda fight. Doris, ule ni damu yangu. Angalia mtoto aisha kumala. Hajui babaji. Sasa mimi kitu mimi natuma nakwambia vile. Mimi napenda sasa mimi na wewe tukomalishe mtoto wetu. Mtoto ashakomala mwe babaji. Sasa, jana huwezi penda wewe nisikie lakini Doris. Au shika mbele kwa malaka yeye kama alizaliwa na yeye mpaka nafikisha ile miaka yote wewe baba kwa irresponsible. Na ushampatia nini? Juu kwenda kureja kwa wale mmoja. Hauna taya. Inaweza kuwa sugara miaka. Mimi niko nataka kuangalia damu yangu. Doris, wewe ni mwanamke mimi napenda. Na uko mwanamke mwaujielewa wewe ndio makosa yako. Chie mafame, je suis là à cause de toi. Na kama nakwambia vile njoo mimi nakupenda. Doris. C'est toi ma femme. Sikiliza nikwambie kitu. Mbona depuis nilianza kuambia paka leo yanisikia. Nimekwambia hivi. Unaona huyu mweniko, huyu ni mabwana, hauna adhura kuongesha vile turu were. Huyu mabwana wangu sawa? Ni bwana mimi napenda na mimi ananipenda sana. Sawa? Sasa koma na uko maziki. Mimi nasema hivi koma na uko maziki. Sawa? Usongee tena kumwambia were mtoto wako wako. Mbona kama bila wewe? Nakumbuka kuna siku tulikuwa tumeongea na ukaniambia sana kuhusu haki. Ndio. Yaani leo umefikia wapi na kuaje? Moses. Ukweli Alfini mwanamke mwenyewe nilipenda sana. Lakini ujue kama mu maisha unaweza panga kitu lakini Mungu naye anapanga tofauti na kile unacho unawaza. Alfini mwanamke mwenyewe nilipenda. Na isitoshe mama yake Veronica nilipenda sana. Tena zaidi ya sana. Lakini sikupata ile bahati. Sawa, sikupata ile bahati ya kusema niishi naye. Lakini roho yangu ilikia jikutanisha kumpenda mtu mwingine. Baba, kitu gani hiyo sasa? Mtu mwingine jikutanisha kupenda. Bonjour. Déjà là. Kaka bienvenue. Bonjour. Habari za kulamu? Salama ndio. Karibu na. Mimi naangalia kisha pendeza sana rafiki yangu. Ni kawaida. Niko mgeni. Yeye ndio Moses Bele. Moses Bele. Yeye ni rafiki yangu alitoka Goma. Okay. Na yuko natumikia huko tunaishi naye hapa. Okay. Sawa kaka, nafurahi sana kukufahamu. Mimi nafurahi sana ndugu yangu. Ndio tafahamiana tena zaidi. Yeah. Okay, kaka bienvenue. Mimi nishachelewa. Merci. Acha nikimbie tu. Sawa. Maswali tutapatana tu. Bon travail. Merci. Sawa. Moses. Nikinzi nilikuwa nakwambia. Mwanamke mwenye roho yangu nilijikutanisha kupenda ni Doris.
Doris? Ndio. Msaidizi wangu. Yes. Ndio. Sawa kabisa. Lakini nitaka ujue kitu. Yaani katika hii dunia wala katika hiyo maisha kama kuna kitu ambayo inachanga yaani warish wapovu. Watu hawajielewi na kila mtu wote mapema. Yaani mimi sina nyingi ya kuongeza, lakini nakwambia tu hongera kama ukweli unampenda kwa kweli. Una Doris ni mwanamke mwenyewe nimeishi sana naye. Sawa? Nimeishi sana naye, nimejua tabia yake. Na isitoshe mimi tulikuwa tushazoeana. Mazoea katikati yangu mimi ilikuwa imekuwa zaidi. Basi ningefanya namna gani ndugu yangu? Basi nilikuwa sina shua. Sawa? Mimi nataka kama kila kitu kitakuwa sawa. Na sitakuangusha. Antuka. Sawa? Moses Ben. Ni kusema lakini nitakwambia tu felicitation. Merci. Nao. Papa Mary aliniita akaniuliza kuhusu masomo kama unaendelea hai. Ulimwambia? Na mimi nikamwambia kama masomo yanaendelea sawa. Ni kweli. Na nikamwonyesha kwamba defaki uliweza. Sawa. Sawa. Mimi kiendelea kushauria sababu vile mkubwa yako ujikaze sana juu ya masomo. Nisingelipenda five black. Juu ukashindwa masomo. Sijui kama mimi sura yangu ndio kwa wazazi. Unajua kama mimi ndio mwenyewe niko responsible wako saa hii. Donc ukafaa blague na masomo, sijui kama mimi ndakuwaje. Sawa? Sasa nikuulize. Uliza. Mbona niko na wasaji si Demai na Legendary hawasikilizana? Jua nini? Mais Demai haviko bien. Okay, wewe waache sawa. Ni watu wazima. Atajoto namna gani kinza kujijere. Sawa? Mbona kila siku? Okay, ndapima kwanza kuongea na Legendary nisikie mashida ni nini. Sawa. 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 Okay. Mimi niko ndani mimi napumzika. Sawa. Sawa, ushajifunza? Sawa. Legendary. Hii kaka. Kazi inaendelea hii. Tunashukuru Mungu kwanza. Naangalia sema uende asubuhi na kujia magharibi huko mzima. Sikia kushukuru kwanza Mungu. Ndio. Unaona valere ya mwanaume ni kazi. Ndio. Juu kwa mwanaume bila kazi unadharaulika sana. Lakini wakati uko na kazi ile inakuwa ni kitu kia maana sana. Ile ni kweli kabisa ndugu yangu. Lakini nilikuwa na bezoni kuuliza juu niko na vitu vingine nipima kusikia wenyewe kwa saa haviendeki mwa nyumba. Kati yako wewe na Demai yako. Ndio nasikia kama uko maparole zenye ziko zinapitika kama zenye haziko sawa, sijui kama ni hai. Mimi sema uko ndugu yangu. Na hakuna siku mie na wewe nilifanya bado. Beki ukweli. Mimi na Demai tuko bien. Bien sana. Tena bien sana. Bon, peut-être walikwambia, labda usikia nyo mbaya. Labda kwa tuko tu maongezi yetu ya vile ya binafsi. Unajua mimi sisi nya Demai tuko naye mwa nyumba. Unajua kama mimi nakuaminia sana. Absence yangu mwa nyumba wewe njoo kwa pale. Ndio nisingelipenda wewe na Demai yako mkosa wenyewe mimi napenda muishi bien. Kiukweli kwanza mimi na Demai tuko bien. Tuko bien sana. Kama mko sawa ile ni amani. Ndio. Sawa. Mimi napumzika kwanza, maana nilitumika sana. Sawa, haina shida. Hapa acha nipumzike. Sawa, na niko hapa. Maana tu ere mwa hivi. Sawa. Sasa ndugu yangu. Wewe. Doris. Kwa t-shirt. Sina muda na wakati wa kusikiliza. Kwa kitu gani unataka niambie? Sasa ndio nishaji yake wazi leo. Kwa mwanamke mwenye cha kusikiria maisha yangu. Kwa unapenda sasa uteshe hatima zangu. Sasa siki. Mimi sitaki tena banaume ba irresponsible sawa. Sawa. Yesu. Kwa unajua na kupenda. Shapitia ya mimi ndio kazi. Sikiliza. Sahau kama mshakutana na mtu kama Doris. Sawa. Sahau kama mlizalaka na
Make fuata saa mwenye au kuniwa. Sawa? Mimi niko na bwana. Na huyu ndio mama. Sawa? Siwezi kuwa nayo. Nipima angalau kwa kazi. Ni watu kuzi. Sisi tunatafuta jenga wala tunatafuta bomoa. Ushabomoa ndio leo unaona. Mimi nakupenda na sisi tutakuwa. Sasa sikiliza. Usahau kusema mie huyu tena mimi naweza kupenda. No, don't. Siwezi. Niko na pesa yako. Na siwezi ishi tena bila wewe. Unisikie. Na unielewe. Hakuwa vitu ya mimi na ujue. Mimi nikupenda sana Doris. Sasa sikutaki umechoka na kuniambia unanipenda. Koma. Unaweza kuwa na wewe. Kwa vitu ya mimi ya ujue Doris. Hata siku moja siwezi choka kukupenda. Na sitachokaka. Nakumbuka siku ya mwisho. Tana wewe na kushika. Kwa vitu vya ujue. Kesiku. Baada ya kuachana na wewe. Kwa hivi. Doris. Unaweza nao. Kwa siku zote unanifurahisha tena zaidi. Adhani nimefurahi. Yako yote nimefurahia. Okay, sawa. Uko na Ado ni manifest. Ado, siku zako siwezi shindwa kwenda. Siku yako vyote nalipenda. Unajua nini? Hakuna kazi siku nyingi sana. Ndio hapa. Ndio. Kwa nini mrefu kwanza nipime kwanza kuelewa. Okay. Kwa maanisha hivi. Kuna mimba yako. Kwa mbangu. Ndio. So, mpaka pale haya kwa vibaya. Doris. Kweli unaweza sisi nakupenda kweli. Nilikuwa na wazo wala proposition nimepasha kupropose. Doris, sikia hapa mwai. Mie huyu siko tayari na siwezi kutoka nyuma. Mtu anasikia mwingine. Si bike tena. Kwa usitoshe ile kiungo. Hapana, kuna mbele sasa eti meme. Mimi yake unanipenda. Na kama unanipenda shona uzikatala au zinaambia nitoshe mimba. Wewe unajua maisha niko kupitia ndani. Hayo kusema niko kupitia maisha ya furaha wala maisha ya raha, hapana. Niko kupitia maisha ya mubaya. Na siko tayari kuitiwa baba pole mama. Lakini wanaume unaniambia ki unanipenda na kwa tu kuniflate. Unakuwa ni flate kile siku msa leo na mimi ni maanisha vile. Wewe unajua maisha niko kupitia ndani. Hayo kusema niko kupitia maisha ya furaha wala maisha ya raha, hapana. Kasi mimi siko tayari kuitiwa baba. Maisha niko kupitia ndani haiko mzuri. Sasa sikiliza. Sio ulikuwa unapanda kuna kitu maisha inaweza kuwa nguvu. Chari, mtu anasikia mwingine. Mimi siwezi kusikia. Mimi nakuambia mimi siko tayari kuitiwa baba pole mama. Sasa sikia. Upende usipende. Uko naitiwa hapa. Hapana utagaramia hii mimba. Mimi siwezi tosha hii mimba. Siwezi. Mimi siko tayari kwanza. Hauko tayari. Wewe poko uliniambia unanipenda. Sasa kwa sasa wewe unatafuta pesa sasa. Baki tu kuniambia ulipenda sikatane. Mbona kwa sababu tamu yule wangu ulikuwa nataka mimba inaweza ingia? Sio mimi nakwambia tosha kwanza ile mimba. Siwezi. Tu m'énerver aujourd'hui. Siku ya leo ni siku ya mbaya kwangu mbele yako. Mtu anasikia mwingine. Nakwambia tosha ile mimba. Angalia maisha niko ndani. Sio maisha mzuri. Mbona unaangalia kitu niko tu nazana kwa maisha mzuri? Mbona unaona maisha mzuri kila siku kalipanga hapo lakini. Mbona huko leo unaisema lakini?
Oui, allô? C'est Richard Légendaire. Ndio, ici récemment, j'ai déposé par la demande pour DG Ranika, au centre opérationnel de recettes. Oui, oui. Ah. Kasi jidanganye bien. Wakati nilikuwa kufanya pale nani stage de perfectionnement, moi les 3 mois nilikuwa nisha lancé déjà. Ah bon? Et donc tu niko engagé déjà na sijua hata. Vraiment merci sana kabisa. Kutumikia Goma. Mzee wangu hakuna shida. Fasi kwenye kuko tu kazi. Ni amana kumie tu ifo tu kazi tu. Hata ikwe Goma, ikwe Kinshasa, kote natumikia hapo. Kana tumikia Goma hakuna shida mzee wangu. D'accord. Donc demain à 15h, je serai là. Merci kabisa. Mimi nashukuru kwanza, merci vraiment. D'accord, merci. Mimi naona kazi. Richard Légendaire. Naja de la DG Ranika. Kazi. Ebra, naam. Hakuna siku yenye Dorcas amenikwata sasa vile leo. Dorcas tunakuwa naye nafika wakati tunaanza jibiana vile on dirait tuko marafiki. Aushanganya kaka sheri mali. Ona nitupa mabora sika shakwa na mimba. Naambia Petia mumia ate. Siko tayari kuitiwa baba. Petia na Sara maanke munivo moya wewe sasa elewa. Beno kwa obligé na mufai. Sasa kaka. Utaki kuambia na mimba ni pana shida. Bro, wewe peko unajua life yetu wapitia. Na life yetu wapitia na yetu wapitia mu life mwa hivi ya nguvu. Nikisema nianze jitia ya watoto, mimi siko sina besoin kwanza kulea mtoto mwa hii mnifu. Sasa kaka, acha nikwambie siku zote tunajua. Mtu ambaye anakuambia kwa na mimba yako, yule mtu ambaye anakupenda. Basi watu wanapendanaga shia kuweshana mamimba, watu wanapasha pendana, wanapanga kama ni kuweshana mimba inakuwa ni mipango. Mimi hapana kuanza pichana, mimi namwambia atosha na katara. Basi nifanye hai. Na mimi nimfanye kitu na mbude. Sasa kaka, acha nikwambie kweli, sawa? Unajua nini? Bado ambapo uko naongea, naona kama huna sheria. Bana, mtu ana mimba yako, utamchukia kwa lipi? Kama na mimba yako na nimekuambia kuwa ipo tayari kulea mimba, simwache. Ukubali kuitwa baba, aitwe mama, ulee kiumbe chenu. Unajua kama kuna wale ambao wanahitaji yule mtoto kwa miaka 10 mpaka leo hajambatisha. Kwa bahati yako unapata mtoto. Sasa wewe unanishauriaje nifanye mtu yangu? Basi mimi najikuta selo na mae yangu siwezi kwanza sipote kunani kuichua kwanza baba hizi siku. Sasa wewe unanishauriaje nifanye naye? Basi mimi naye hapa tushakorukana, sijui kama anaweza hata ongea mbele yangu. Sawa kaka. Mimi kile ambacho kitafanya ni kuelewe. Nenda, mfikie do, mweleweshe. Mweleweshe. Nice bana, ni mtu ambaye anakupenda sana, atakuelewa. Sawa, pale mimi naelewa. Sasa kwa problem iko ni juu nishapata sasa niko problem iko pale. Sasa nenda mwambia nisio niko tayari. Atanielewa. Na peut-être kwa sasa ile bulo yenye ndatumika sitatumikia njoo. Hapana. Ukimwambia, yaani mkielewana vizuri atakuelewa. Utenda na baraka nyingine bro. Sawa, hakuna shida. Mimi najua bora. Ya maana acha kwanza nifike kwanza hapo nipime kwanza muelewesha. Haya, mon cher. Tungali taonana mon cher. Sasa mimi sikutoi bana. Bro, wewe bosse kwanza. Haya. Ndukisi nilikuwa nikikwambia mdogo wangu. Tazama sasa. Maisha yako yameharibika hivyo. Hatuna baba au mama. Mimi ndo napiganisha kila kitu hapa. Kila mara nimekuwa nikikukataza wewe mwanaume. Nimekwambia sio mtu kwenye maisha yako. Lakini umemngangania. Mwanaume ambaye anakuambia utoshe ujauzito
sio mwanaume. Yule hakupendi. Tazama sasa ameharibu maisha yako mdogo wangu. Sina mengi ya kuambia, ila tu zingatia kwenye maisha yako. Yule si mwanaume, ameharibu maisha yako. Umekuja kufanya nini hapa? Samani, nilikuwa naulizia Dorcas. Unamuulizia nani? Si nimeshakwambia mara ya kwanza na ya mwisho kuwasili hapa. Ni vya maana sana. Niko muurgence, niko apenda niongee naye vya maana. Nimekwambia mara ya kwanza na ya mwisho kuwasili hapa. Nataka uondoke. Kumuona Doris sahau kwenye maisha yako. Ni vya maana sifu. Nilikuwa pena. Nimekwambia nataka uondoke, sitaki tena kuona hapa. Mmoja. Mbili. Doris, ndio vile nilikuwa. Kila siku nilikuwa nafika kwenu, lakini sikupataka nafasi ya kusema nionaye na wewe. Ulizania ni kukimbia, wala nikakimbia majukumu. Hapana. Nilipenda nikie kuona juu ya kazi. Kuambia nishapata kazi. Sikupata nafasi. Ingawa nakupenda Doris. Sina mwingine mwanamke mwendezi weza ishi naye hapa wewe. Nimefungulia roho. Nakupenda Doris. Sitoa mafamu. Kama unipendi, ni masikiliasi hata mtoto wetu huruma. Angalia kwenye Doris. Malgré uko na bienvenue leo hii. Ujue mimi na wewe tushapitia uviamini kwa kazi. Uko mwanamke mwenilipenda, nilihangaikia. Mimi kitu kidogo ndio ilituma tunakogana mimi na wewe. Anesi kwa iko na pesa kunishindia, sio sikatai. Mimi niko na mapenzi ya kweli kweli. Na hata siku moja siwezi penda niangalie mwingine anakupigia mapenzi yangu. Wakati ngaliki hai. Doris. Sio mafahamu. Ninakupenda tena sana Doris. Sina mwingine. Ifanye kufunga roho yako ikuwe ngumu kwangu. Kitem. Doris. Malgré tout, angalia mtoto wetu. Nimasikilia mtoto wetu asi hata huruma. Kwenye iko, hana malezi. Mesia tuko hapa juu yako. Fungulia roho yako mama. Samani bosi, ukuitisha tena ya mara ya pili. Naona kama nataka kusumbua lakini hukusumbua zaidi. Na kama nimekuita ni juu ya ile programu nzuri uliniambia nifanye kuhusu kuoa. Na kwa sasa nilishapata deja mwenye ndaoa. Lakini nilikuwa napenda mimi nilikuwa naomba kama mwae itawezekana juu ya kunisindikiza. Siwezi ndani ya peke. Ni ile tu ndio nifanye. Siwezi ndani ya peke. Okay. Ni ile ndio ilikuwa malalamiko yangu kwako. Félicitations. Merci. Courage sana. Parce que ni suhe yetu na entreprise. Pale umekuwa seri.
Mi niko tayari kusapoti kila kitu. Gisi umesema naona gisi ya kusaidia pale. Asante sana, nashukuru sana. Ndio. Na istoshe yeye ni rafiki yangu Moses Bell. Okay. Naye tutakuwa tu naye wiki kipindi kiniko kinakuya mbele. Nafurahi kukujua bana. Yes. Okay. Nashukuru sana. Asante sana.